Wakati dirisha la usajili kwa vilabu vyote vinavyocheza ligi ya Tanzania kuanzia ligi ya wanawake Championship pamoja na ligi kuu ya NBC Soka Tanzania Bara likiwa limefunguliwa na vilabu mbalimbali vinaendelea na sajili kwa ajili ya kuimarisha vikosi vyao, kubwa zaidi ni kuhusiana na yale ambayo yanaendelea ndani ya klabu ya Young Africans, usajili wa Peter Shelulile, lakini pia wanaelekea kwenye uchaguzi wa klabu. Vile vile tamasha la wiki ya mwananchi ambalo linazinduliwa kule Katoro, lakini litakwenda kufikia kilele chake tarehe 9 mwezi wa 8 pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. B5 Media leo tuko hapa kwenye tawi la Viva Yanga Kilimanjaro na kwenda kuzungumza na katibu wa tawi hili, lakini mratibu wa matawi ya Yanga katika mkoa wa Kilimanjaro, kile ambacho kinaendelea ndani ya tawi na matawi yote ya mkoa wa Kilimanjaro, lakini matumaini yao na klabu ya Yanga kwa msimu wa 26-27 baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC Soka Tanzania Bara kwa takriban miaka 5 mfululizo. Ungana nami, naitwa Kennedy Roland. Twende ndani. Mtazamaji wa B5 TV ya B5 Media, kama mwanamichezo ambaye unaendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo, mwezi wa 8 ni mwezi ambao klabu ya Yanga wanakwenda kwenye tamasha lao la wiki ya mwananchi ambao litafanyika tarehe 9 ya mwezi wa 8. Lakini usajili, dirisha tayari limekwisha funguliwa na mwezi ujao linakwenda kufungwa, na tayari tunaona Yanga Afrika wameendelea kushusha majembe mapya ambayo wanataraji kuyatumia katika msimu mpya wa ligi kuu pamoja na mashindano ya kimataifa. Anazungumzia klabu bingwa barani Afrika. Moja ya usajili ambao umetrendi sana katika taifa la Tanzania ni kusajiliwa kwa mchezaji kutoka katika taifa la Namibia, lakini amekuwa akichezea klabu ya Mamelodi Sundowns. Namzungumzia Peter Shelulile, na leo nikasema si vibaya nikatembelea tawi la Viva Yanga Kilimanjaro ambalo ni tawi kubwa kabisa, tawi mama katika mkoa wa Kilimanjaro lililopo hapa Kibo Cleaning, mkabala na kiwanda cha kahawa Moshi mjini, na ninaye mratibu wa matawi ya Yanga mkoa wa Kilimanjaro, ndugu yangu kakaangu Wilbard Limo, lakini ni katibu wa tawi la Viva Yanga Kilimanjaro. Wilbard Limo, habari za siku nyingi kaka? Salama kabisa, sijui unaendeleaje? Nimefurahi sana kukuona kwa mara nyingine. Mimi nimefurahi zaidi kwa sababu ni muda mrefu, lakini still tuko pamoja. Bana, Yanga Afrika 26-27 naona maandalizi yameanza, lakini kabla ya kwenda kwenye maandalizi, hivi karibuni kunafanyika uchaguzi mkuu wa klabu ya Young Africans. Lakini kabla ya hapo tayari maagizo yalitolewa kwenye matawi yote Tanzania ya Young Africans wafanye chaguzi kabla kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Young Africans. Vipi kwa upande wa tawi la Viva Yanga Kilimanjaro na matawi mengine yaliyopo katika mkoa wa Kilimanjaro? Asante Ronald. Kennedy, ni kweli uongozi wa juu wa Young Africans ulisema matawi yafanye uchaguzi, lakini haikusema matawi, ilisema matawi ambayo yamepata ithibati. Nikizungumzia ithibati na maanisha ni matawi ambayo tayari yamefanikiwa kuwa na wanachama hai zaidi ya 100 katika wale wanachama wake. Kuna tawi la Viva Yanga Kilimanjaro lilikuwa ni among ya hayo matawi ambayo yamepata ithibati. Mkoa wetu wa Kilimanjaro tuna matawi 21 mpaka sasa, lakini tawi ambalo lilifanikiwa ni Viva Yanga Kilimanjaro, na matawi mengine yalijaribu sana kuhakikisha wanakamilisha wanachama wao kuwa hai zaidi ya 100, lakini hali ya kiuchumi ilifanya watu wakashindwa kukamilisha. Kwa hiyo Viva Yanga Kilimanjaro ilifanikiwa, na kama ambavyo uongozi wa makao makuu ulivyotutaka, na sisi tulifanya jinsi ambavyo uongozi ulitaka. Na vipi matawi mengine sasa, ukiwa wewe ni mratibu wa matawi ya Yanga katika mkoa wa Kilimanjaro, matawi mengine vipi ukiachilia mbali tawi mama la Viva Yanga Kilimanjaro lililoko hapa Kibo Clean? Mimi mratibu, hilo ni moja ya jambo ambalo ni kama hatusemi janga, lakini ni changamoto ambayo inakuta waratibu wengi, kwamba wanachama wengi kulipa ada ni kazi ngumu sana. Lakini nini tunachokifanya ni tunaendelea kutoa elimu, kumwelimisha mwanachama kwamba sio tu kuwa mwanachama mwaka mmoja au kuwa na kadi ndio kuwa mwanachama, bali kuwa mwanachama ni kuweza kulipa zile membership subscription au annual subscription fee, ada ya wanachama ya kila mwaka. Hiyo ndio ambayo inaweza ikatusaidia
kuifanya klabu ya Yanga kuendelea kuwa na nguvu ya kiuchumi, lakini kuiongezea thamani klabu yetu, na hilo tunalifanya, na mimi ninalifanya sana. Nazunguka katika matawi yote mkoa wa Kilimanjaro kwa nguvu kubwa sana, lakini positive results naziona, kwa maana kama tawi linapambana ambalo halikuwa limeweza kufanikisha hivyo, lakini naliona tawi linapambana, wanafika wanachama mpaka 70-80 wamelipia ada zao, maanake kuna positive results. Kwa hiyo tunatakiwa tupush zaidi ili tuweze kupata the best result ambayo tunataraji kwa mwaka 2026-27 matawi mengi yatakufa'i na kupata ithibati. Labda tawi mpaka linakuwa tawi, sifa ni nini? Sifa kubwa ya kwanza kabisa ya tawi kuwa tawi ni kupata mashabiki ambao wanakubali wenyewe kuwa wanachama na kulipa ada ya wanachama, na wale mashabiki wanaokuwa wanachama wafike 100 na tunasemaga 100 plus, lakini tawi linaondoka kwenye wanachama 100 mpaka 500. Wakifika 500, lile tawi linakuwa halina uwezo wa kuendelea kusajili, ila lina uwezo wa kufungua tawi lingine au kuendeleza matawi sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kupata wanachama wanaokubaliana kwa sisi tunakuwa wanachama wa tawi fulani na wanakuwa ni wanayanga, ni lazima wawe wanayanga. Sasa kuwa mwanayanga ni mfano, mimi nakufahamu wewe, najua wewe ni mwanayanga, kwa na kushawishi ulipe ada uwe mwanachama kuiongezea thamani klabu yetu. Na kuna mtu anakufuatilia saa hii kupitia B5 TV ya B5 Media, anatamani katika eneo lake kuwa na tawi la klabu ya Young Africans na ni mshabiki wa Young Africans, au ule mtaa una mashabiki wengi wa Young Africans, wanataraji au wanapenda kuwa na tawi. Ni njia zipi ambazo wanatakiwa wafuate sasa ili kuhakikisha kwamba lile tawi linakuwepo? Kennedy, njia ni rahisi sana. Yanga imetengeneza njia rahisi sana za kufanya mashabiki wake kutengeneza tawi. Kwanza tuondoke katika ule msingi wa kusema tawi ni la mtu fulani. Tawi ni la wanachama. Kwa hiyo wanapokubaliana watu wote kuwa sisi ni wanayanga, tuna imani na Yanga, tunataka kushabikia Yanga, tunahitaji furaha ya Yanga, wanaamua kujikusanya na kufika 100, tayari lile ni tawi. Sasa lile tawi linakuwa ni tawi la wanachama. Kwa hiyo mahali popote watu wanatakiwa wafike kwanza 100, lakini hawawezi kufika 100 tu kwa mara moja. Kwa hiyo wanaweza kuwa wanajikusanya taratibu, wanajisajili makao makuu, kwamba sisi labda tuchukulie mfano Majengo pale, Majengo stendi. Sisi Majengo stendi tunataka kuwa tawi. Kwa hiyo wanakuja kwa mratibu, tunazungumza nao, wanaeleza taratibu ambao mojawapo wanatakiwa sasa waanze kujisajili, waanze kupata wanachama kutoka kwenye ushabiki kuwa mwanachama, kulipa fedha, alafu tunasajili lile tawi sasa. Yaani tunasajili lile eneo linalotaka kuwa tawi. Sasa tunataka kutawi Majengo stendi. Kwa hiyo tunakuwa na tawi la Yanga Majengo stendi. Tukishakuwa na tawi letu la Yanga Majengo stendi, watu wanaanza kujisajili kupitia lile tawi. Sasa unaanza kuongeza watu katika lile tawi. Yes. Mtazamaji wa B5 TV ya B5 Media, hayo ndio mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ili kuwa na matawi, na tunaona mkoa wa Kilimanjaro baadhi ya matawi yameendelea kukosa sifa kutokana na kushindwa kupata ithibati ya kutambulika kuwa kama tawi. Lakini Viva Yanga Kilimanjaro, tawi ambalo liko hapa Kibo Cleaning karibu na kiwanda cha kahawa, limeendelea kubaki kuwa tawi ambalo lina wanachama 100 na kuendelea. Na hivi majuzi wamefanya uchaguzi. Ulikuwa katibu wa tawi la Viva Yanga, bado umesalia kwenye nafasi yako. Namshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba bado wanachama wameendelea kuonyesha imani kubwa sana juu yangu, na sio tu kuniamini katika hali ya kawaida, lakini wameniamini na nilipita bila kupingwa. Sipendi kupita bila kupingwa kwa sababu natamani ushindani, lakini nilipita bila kupingwa. Tafsiri ni kwamba wanachama wameonyesha imani kubwa juu ya uongozi ambao ninaufanya, lakini sio kwangu tu. Alipita bila kupingwa pia mwenyekiti wetu Hamad Hassan Gao,
lakini pia alipita bila kupingwa mtunza hazina. Unajua haya matawi mengi yanaparaganyikaga yanapokosa sehemu sahihi ya kuhifadhi fedha zao, uhalisia wa uhifadhi wa fedha zao. Kwa hiyo tumetengeneza tawi la Viva Yanga Kilimanjaro lenye lots of elites, watu wasomi wa kutosha tawi hili. Kwa hiyo ukiona unapita bila kupingwa, maana watu wamekukubali na watu wametukubali kweli kweli, na tunamshukuru Mungu, tunaendelea kulisogeza tawi letu. Usajili wa Yanga Afrika unawakosha kwa kiasi gani? Ni mwakani tena au unaona kutakuwa kuna ushindani mkubwa sana kwenye ligi msimu wa 26-27? Kennedy, na wewe tumeshafanya mazungumzo mara nyingi sana. Na moja ya mazungumzo ambayo niliwahi kukuambiaga bora kabisa ni kwamba Yanga haiwanii ubingwa wa Tanzania. Yaani Yanga hatuwanii ubingwa wa Tanzania. Yanga sisi tunawania ubingwa wa Afrika. Yaani ubingwa wa Tanzania bado sana. Hizi timu washindani wetu Azam, Singida, TRA, Simba, hawa washindani wetu bado hawajakaa katika mifumo ambayo tutaweza kuona wanaleta ushindani na kuichallenge Yanga. Yanga hata isingesajili kabaki na wachezaji wake wale wale, tungeendelea kuwa mabingwa wa NBC, tungeendelea kuwa mabingwa wa Azam Confederation, wa FA au CRDB Federation Cup, tungeendelea kuwa mabingwa hao, kwa sababu tuna kikosi ambacho hakijachoka, kina talented, lakini pia tuna benchi bora sana la ufundi. Wakati GSM anaidhamini Yanga, anaifadhili Yanga, alisema kitu anachotaka kukifanya ni kutengeneza benchi bora, technical bench ambalo lina uwezo wa kupambana, na ndio hicho kinachofanyika. Technical bench bora, wachezaji wazuri, uongozi safi, timu inakwenda. Okay. Ujio wa Shalulile pale Yanga Afrika umewashtua wapinzani wenu wakuu. Nao naona sasa hivi wako katika harakati za kuona namna gani wanaendelea kuimarisha kikosi chao. Vilabu vingine pia vimekuwa vikiwa na doubt kubwa sana ujio wa Shalulile. Shalulile anakwenda kuleta mapinduzi kwenye soka la Tanzania. Shalulile anakwenda kuifanya Yanga Afrika kuendelea kuwa bora zaidi barani Afrika. Ukiziangalia records za Peter Shalulile pale Mamelodi Sundowns, lakini pamoja na katika timu yake ya taifa ya Namibia, ni mchezaji ambaye anachukuliwa na kuingia moja kwa moja kwenye kikosi. Anachukuliwa au anasajiliwa na kuingia moja kwa moja kwenye kikosi. Peter Shalulile anaingia moja kwa moja kwenye kikosi. Peter Shalulile ana uzoefu na michuano ya Afrika. Nimetoka kukuambia hapo, hatupambanii Tanzania sana. Sisi tunaiangalia Afrika kwa sasa. Sasa kama tunaiangalia Afrika, ni lazima upate watu ambao wana mtazamo chanya juu ya kupatikanika kwa makombe makubwa. Peter Shalulile ana hicho kipaji. Peter Shalulile ana hiyo talent. Peter Shalulile ana ufahamu pia wa Afrika. Kwa hiyo ni nguzo bora kabisa katika kipindi ambacho tunataka ubingwa wa Afrika. Yanga Afrika naona sasa hivi wanazungumza kukosekana kwa timu kama Al Ahly kwenye klabu bingwa barani Afrika, kwamba ndiyo njia rahisi ya wao kuwa mabingwa wa bara la Afrika. Unaungana na hii kauli ambayo inazungumzwa na wana Yanga, mmoja wapo akiwa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga, ndugu yangu, rafiki yangu Ali Kamwe? Siwezi kupingana na viongozi wa juu au watendaji wakuu wa Yanga wa juu, lakini ukweli unabaki, ili uwe bingwa bora ni lazima ukutane na timu bora. Kwa hiyo Yanga haipaswi kuwa na uoga na timu yoyote. Ndio maana tunasajili wachezaji bora ili tuweze kupambana na timu zote. Ukiutaka ubingwa wa Afrika ni lazima ukubali kukutana na Berkane. Ni lazima ukubali kukutana na Zamalek. Ni lazima ukubali kukutana na Mamelodi. Ni lazima ukubali kuzifunga Al Ahly. Ni lazima ukubali kuifunga Al Hilal. Yaani ni lazima. Kwa hiyo kwa kutokuwepo kijiji kimoja cha soka barani Afrika, sisi pia kwetu tunaamini ni njia sahihi, lakini sisi Young Africans tunakwenda kuchukua ile nafasi ambayo wale watu wapo. Okay. Mpo tayari na ujio wa Faisal Salum, mzee wa sukari na ugali Yanga Afrika? Sipendi kuwa mtu wa kuzungumza jambo na kuja kutamani kurudia kujisafisha.
viongozi wa Yanga na benchi ya ufundi linafahamu nani anahitajika katika team play ya Yanga. Wanamhitaji nani kuimarisha squad. Ili uwe bingwa unahitajika kuwa na squad, sio kikosi, squad. Yaani kwamba akitoka huyu anaingia huyu ambaye wote ni hatari. Wanasema kikosi kipana. Kikosi kipana. Kwa hiyo kama viongozi wangu wataamua kumsajili Faisal Salum, tafsiri yake ni mchezaji mzuri, kwa sababu hatujawahi kusajili mchezaji mbaya. Lakini aliondoka kwa kejeli nyingi sana Yanga Afrika. Mpira hauna hayo. Mpo tayari kumpokea? Kumpokea. Mbona aliondoka mio nzima na alirudi tukampokea. Yanga ilikuwa na mchezaji bora kabisa wingi ya kushoto, Edbil Jonas Lunyamila. Mwaka 95 alikwenda Malindi, alirudi tukampokea. Mwaka 2000 alikwenda Simba, akarudi na tukaendelea naye. Kwa hiyo mchezaji hana ile identity ya moja kwa moja na klabu. Ile ni ajira. Kwa anatakiwa aende akafanya ajira yake. Lakini sisi wanachama, sisi ndio tuna mapenzi ya moyoni na klabu yetu. Kwa yeye Faisal kama atakuja, tuko tayari wanayanga kumpokea akatimize majukumu ambayo sisi tunayataka. Msimu huu tamasha la Mwananchi linazinduliwa Katoro, lakini nimeona wanachama wa Katoro wa Yanga, wapenzi na mashabiki wamejikusanya wakiwa na furaha kubwa sana kuipokea Yanga Afrika Katoro. Baada ya hapo, wiki ya Mwananchi inahitimishwa tarehe 9 mwezi wa 8 kwenye uwanja wa Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Ninyi kama wanachama wa Yanga mkoa wa Kilimanjaro, tawi la Viva Yanga Kilimanjaro, mnakusudia kufanya nini kwenye kilele cha wiki ya Mwananchi? Mara zote tunapopata furaha, unaambiwa furaha unayoipata share na mwenzako. Na sisi tuna share furaha tunayoipata ya Yanga na wenzetu mbalimbali. Kwa tutakachokwenda kukifanya ni kwamba kama ambavyo tunafanya miaka mingine yote huko nyuma, huwa tunarudisha kwa jamii. Pia mwaka huu tumejipanga kurudisha kwa jamii, na labda tu nikwambie ni kwamba tutakwenda kwenye kituo cha watoto yatima. Sisi kama sisi Young Africans Viva Yanga Kilimanjaro tutakwenda kwenye kituo cha watoto yatima, tutakwenda kushirikiana nao furaha ya Yanga. Lakini kubwa zaidi tunakwenda kuijenga Yanga kwenye misingi ya chini. Pale kuna watoto ambao wakiona Yanga watatambua. Sisi tunakwenda kuzeeka. Tunatakiwa tuache kizazi ambacho kitakuwa kinaufahamu mpira, kinaifahamu Yanga, kinafahamu Yanga inafanya nini hivyo. Kwa hiyo sisi tumejipanga, Mungu akipenda tutakwenda kwenye kituo cha watoto na tutakwenda kutoa msaada hapo. Tutatamani pia kama ikiwezekana basi B5 Media tushirikiane pamoja. Na kituo chenyewe mmesha tumesha kiia kituo tutakachokwenda kiko pale kiko hapa Pumwani, kiko hapa Pumwani. Kuna kituo cha watoto kiko hapo Pumwani, kwa tutakwenda kushirikiana nao furaha hiyo. Okay. Na baada ya zoezi la kufika katika kile kituo, activity nyingine ni zipi ambazo tutazifanya? Sisi among ya activities kubwa ambazo tutazifanya, ukiondoa hiyo ya kwenda kusaidia watoto, lakini kwanza tarehe 9 yenyewe tutasafirisha watu wetu hapa kwenda Dar es Salaam, wana Yanga wa Viva Yanga Kilimanjaro, wanachama na mashabiki. Tutawasafirisha kwenda Dar es Salaam kuangalia, kushuhudia. Huo ni utamaduni wetu tunaofanya kila wakati. Lazima tuhakikishe na sisi tunakuwa sehemu ya uzinduzi wa msimu wa furaha yetu. Lakini pia jambo lingine lolote ambalo litatokea litakalo
likikubaliwa na mwenyekiti wa tawi tutalifanya, lakini mimi mratibu ninaendelea kuorganize matawi mengine katika mkoa wetu huu wa Kilimanjaro kuhakikisha matawi hayo nayo yanafanya activities mbalimbali, na kila tawi ambalo litakuwa linakubali kufanya activities hizo, mimi nitahakikisha ninashiriki, uwepo wangu unakuwepo katika eneo hilo. Kwa kuna tawi ya Boma Ng'ombe, nataka nizungumze nao ili wafahamu kwamba tuna kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 9 tuna hilo jambo lazima tuasisi tufanye. Matawi ya Himo, lakini matawi ya Rombo na sehemu zingine mbalimbali, Same, kokote watakapokuwa tayari wakisema tunafanya jambo lao lolote, mimi nitakuwa kule, lakini sio tu kuwa, lakini pia nitashiriki kama mmoja wa watu walioko katika hilo tawi. Rai yako sasa kwa wanachama, mashabiki wa klabu ya Young Africans, hasa wanachama kwenye eneo la ulipaji wa ada na matawi yale ambayo yako mfu, basi yaweze kutoka huko na hatimaye yawe ni matawi ambayo yana ithibati ya kuendelea kulipa? Rai yangu kubwa kwanza kwa wanachama ambao tayari ni wanachama wa Yanga mkoa wa Kilimanjaro kwenye matawi mbalimbali walioko, wale wanachama walipie ada zao. Hilo ni jambo ambalo tunalisema kila wakati. Watu wanatakiwa wafahamu ya kwamba Yanga inatakiwa kuongeza thamani, pamoja na kwamba tayari tumeshasema thamani ya Yanga ni bilioni 100, lakini Yanga inatakiwa kuendelea kuongeza thamani. Tunatakiwa tuendelee kulipa ada zetu ili tuione thamani ya klabu yetu. Value ya klabu inapimwa na thamani ya nguvu ya kiuchumi. Kwa hiyo tukiwa na uchumi imara Young Africans, tuna uwezo wa kufanya haya mengine yote ambayo tunayaona sasa hivi yanafanyika. Ukirudi nyuma ikatokea labda kila mfano mkoa wa Kilimanjaro matawi yote 21 yakafanikiwa kulipa wanachama wake wakalipa ada, maana yake Yanga inapokea mapato makubwa sana ambayo yanakwenda kusaidia shughuli mbalimbali za klabu ya Yanga. Kwa hiyo mimi ninawaasa wanachama waelewe ya kwamba kuwa mwanachama sio kuwa na kadi, bali kuwa mwanachama ni kulipia na kuhuisha wanachama wako kila mwanzoni mwa mwaka wa Yanga, ambapo mwaka wa Yanga unaanza tarehe 1 Julai kila mwaka, tarehe 1 Julai kila mwaka, na mwaka unaisha tarehe 30 mwezi wa 6 kila mwaka. Kwa hiyo tunapoanza tarehe 1 mwezi wa 7, tunapaswa tutambue kwamba tunatakiwa tukusanye fedha zetu tulipe, na Yanga imetengeneza njia rahisi sana za kufanya haya malipo. Yanga imeingia mikataba na financial institutions, hizi banks ambazo ni CRDB, NMB pamoja na NBC. Unaweza ukapata wanachama kupitia pale, lakini pia Yanga imeingia makubaliano na mitandao ya mawasiliano kwa maana ya Vodacom, Airtel pamoja na Tigo, kwamba tuna uwezo wa kujisajili na kulipa ada zetu katika mifumo hiyo kwa njia rahisi sana. Na kwa mtu ambaye yuko labda hafahamu jinsi ya kulipa, maana ni rahisi. Tunaendelea kutengeneza taarifa mbalimbali ambazo zinasambaa kwenye matawi yetu, na ili watu waweze kulipa ada zao za wanachama. Kikubwa ambacho rais wa Yanga anakililia, kikubwa ambacho kamati ya utendaji Excom inakililia ni kuwa na wanachama wengi ambao wamelipa ada, kuwa na wanachama wengi walikulipa ada, ili tuepushe mzigo kwa mtu mmoja, tuende pamoja. Young Africans, Kennedy, nikwambie, still inamilikiwa na wanachama, ni klabu ya wanachama. Kwa kama ni klabu ya wanachama, wanachama ndio wanatakiwa wawe mstari wa mbele kupeleka nini, kusukuma klabu yao kimapato. Kwa na sisi tuna hilo, na hata katika mkutano wetu mkuu wa Viva Yanga Kilimanjaro uliopita, moja ya kitu ambacho tulikizungumzia kwa ukubwa sana ni wanachama kulipa ada. Hilo lilikuwa ni jambo kubwa sana tulizungumza, lakini na mimi kupitia B5 Media ambao naamini nasikilizwa sehemu kubwa kabisa, wanachama wa Yanga Kilimanjaro, twendeni tukalipe ada zetu tena mapema. Yaani tusisubiri kulipa ada mwishoni, tulipe mapema kwa sababu klabu inahitaji fedha zake mapema. Hilo likiwa ni moja, lakini lingine, population ya Tanzania na wananchi milioni zaidi ya 60 based on ile
sensa iliyofanyika kipindi cha nyuma, nadhani mwaka 2022 kama sikosei, population ya Tanzania ina watu milioni 62. Katika watu milioni 62, mimi nakuuliza tu wewe Kenneth, toka umetoka ofisini kwenu mpaka kufika hapa, umekuta watu wangapi wanatabasamu kwa barabarani? Ni wengi sana. Wengi sana. Tuseme katika watu 10, watu wangapi, yaani katika watu 10 unaokutana nao, ukiwahesabu wangapi wana furaha? Wenye furaha wako wengi sana. Kwa unaweza kupata labda 8, si ndio? Yeah. Sasa fahamu, kama unakutana na watu 8 wenye furaha, hao 8 ni wana Yanga. Kwa sababu zipi? Kila binadamu anataka furaha. Ile search yako ni kwa sababu ipi? Kila binadamu anataka furaha. Wewe unashabikia nini? Mimi timu zote za kwangu. Wewe ndio unakwambia sasa, si unaona furaha? Kama una furaha, maana yake wewe Yanga ambayo yatakuwa yanagusa watu katika misingi tofauti tofauti. Nahitaji tuwe na tawi mfano la waandishi wa habari, hakuna ubaya, lakini nahitaji pia tuwe na tawi mfano la wanawake tu. Hiyo ni moja ya kilio au moja ya jambo ambalo naliwaza ndani ya nafsi yangu. Wanawake wanaweza, tukiwawezesha wanaweza. Kuwe na tawi la wanawake la Yanga mkoa wa Kilimanjaro. Na nadhani naitamka hii inaenda viral, lakini itabebwa na wenzangu huko. Lakini mimi natamani tuwe na tawi la wanawake tu la Yanga Africans. Ndio ilifanyie kazi sasa kwa haraka. Viva Yanga Kilimanjaro, Viva Yanga Princess Kilimanjaro. Tunakuwa tunakimbiza, umeona. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo nimeviwaza, lakini pia nimeshaintroduce kwenye mkutano mkuu wa Viva Yanga Kilimanjaro, na tunakwenda na naamini tutafika huko. Kwa hiyo tunatamani hawa 8 kati ya 10 basi watu wale waweze kufanya nini? Kujisajili. Tukiweza hata nusu ya hicho ninachokisema, Yanga itakuwa inashindana kuchukua wachezaji na timu kama Crystal Palace. Tusiongelee Madrid wala Manchester United, itakuwa inapambana kuchukua wachezaji na Crystal Palace. Mtazamaji wa B5 TV, huyu ni mratibu wa matawi ya Yanga katika mkoa wa Kilimanjaro, Wilbard Limo, lakini katibu wa tawi la Viva Yanga Kilimanjaro. Tukizungumza naye masuala kadha wa kadha. Furaha yake ni kwamba Yanga Afrika inaendelea na usajili bora. Furaha yake ni kwamba Yanga Afrika ana matumaini kwamba 26-27 ni mabingwa tena wa ligi kuu ya NBC Soka Tanzania Bara. Tusubiri tuone hilo. Mimi nawatakia kila la heri. Usiishie tu kusema 26-27. Sema 26-27, 27-28, 28-29, 29-30. Tutatafakari. Yanga Afrika wana kiburi. Mimi naitwa Kenneth Roland, asante kwa kutufuatilia. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Utakutana na hili ambalo tumekwenda kulizungumza. Kuna kitu unataka kuzungumza? Tunakwenda kwenye uchaguzi wa Yanga Taifa. Yanga Afrika Taifa. Si wanarejea wale bana. Kwa nini? Stadi wameshafanya makubwa na wanachama wanaoamini. Basi na sisi kama tawi tutakwenda kushiriki uchaguzi huu, na tawi linapeleka viongozi 5 na ndio utaratibu. Okay. Na sisi tawi letu tumeshajiandaa kwa ajili ya kwenda. Tuna mambo mengi ambayo binafsi tunatamani Yanga wayafanyie kazi. Kwa hiyo hata kama hamtaona kidole kikinyoshwa na kusema jambo, lakini tuna mbinu mbalimbali za kuhakikisha mambo yetu yanafika tunakopataka. Kwa hiyo tutasogeza vitu vyetu karibu na uongozi wa Yanga, tukiwapa nini ambacho watu wa Kilimanjaro wanakitaka, na tunaamini Yanga itaendelea kuwa bora sana, na furaha ambayo wewe unayo mimi itaendelea kuwa nayo, na watu wengine 8 kati ya 10 wataendelea. Furaha yangu ni Manchester United kucheza UEFA bana. Hii ndio furaha yangu, kutoka nafasi ya 8 mpaka kucheza UEFA. Hivi Yanga amekuwa bingwa kuanzia mwaka gani? Samani amekuwa miaka mingi. Kuanzia mwaka gani? Ya back to back. Sasa back to back. Miaka 5 mfululizo. Kwa ndani ya miaka 5 wewe unatangaza Yanga bingwa. Miaka. Asante sana.